Mheshimiwa mgeni rasmi, wafamasia kwa ujumla wetu tunapongeza wewe pamoja na serikali yako kwa juhudi zako za kuelekeza yatengenezwe mazingira bora ya kuvutia wawekezaji maeneo mbalimbali, ikiwemo uwekezaji katika sekta ya afya, hususan uanzishwaji wa viwanda vya bidhaa za afya, vituo vya afya binafsi hapa nchini. Tunaona kasi ya kuboresha huduma za afya hapa nchini ikiwa katika hatua nzuri, hasa tunapoelekea katika kuwa na utalii tiba hapa nchini. Hivi karibuni, kutokana na mabadiliko ambayo yametokea katika dunia nzima katika ufadhili wa sekta ya afya, tayari serikali ya awamu ya 6 imeshaweza kutupatia fedha kiasi cha shilingi bilioni 141.98 kuweza kukava gap ambayo imejitokeza kwa maana ya bidhaa za afya zinazohusiana na magonjwa ya ukimwi, malaria pamoja na kifua kikuu na dawa nyingine za muhimu kwa ajili ya afya ya mama na mtoto. Yamekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi wetu, kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari, matumizi ya dawa za usingizi kutumika kama kilevi, matumizi ya dawa kunenepesha mifugo, matumizi ya dawa kukoleza pombe za asili na kadhalika na kadhalika. Kwa ninapenda kuwasihi muendelee kutoa kipaumbele kwa swala la elimu ya matumizi sahihi ya dawa ili kusaidia jamii yetu kutambua na kuepuka madhara ya matumizi holela ya dawa. Kama wanataaluma, mnafahamu kuwa aina nyingi za dawa zinatokana na miti na mimea mbalimbali. Na nchi yetu hali kadhalika imejaliwa kuwa na uoto wa asili wenye aina mbalimbali za miti na mimea inayofaa kutumika kama dawa. Ninapenda kutoa wito kwa Wizara ya Afya kupitia kwa Taasisi ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI, Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kushirikiana na Chama cha Wafamasia nchini kuendelea kuwekeza katika tafiti zenye lengo la kutatua changamoto za kiafya katika jamii, na hasa tafiti kuhusu miti na mimea mbalimbali ya asili inayojulikana kuwa tiba katika jamii zetu, ili kuweza kuendeleza na kutengeneza dawa kwa kutumia sayansi na teknolojia ili kutibu magonjwa kwa ufanisi zaidi. Aidha, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo maalum kwa ajili ya bustani za miti au mimea dawa, nadhani wenyewe wanaita botanical gardens, ili kuihifadhi, lakini pia kuwarahisishia watafiti wa dawa kutekeleza jukumu hili. Wote tunafahamu na nimekwisha kueleza, serikali inatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya ununuzi wa dawa. Lakini bado kuna upotevu mkubwa wa dawa kutokana na wizi, ambapo badala ya dawa muhimu kupatikana kwenye vituo vya afya zinapatikana kwenye maduka binafsi ya dawa. Na ninasikitika kusema baadhi ya maduka yanamilikiwa na baadhi yenu. Sasa hili ni jambo ambalo halikubaliki na linadhoofisha sana jitihada za serikali za kutoa huduma bora za afya kwa wananchi. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili ninawataka wale wote wanaojihusisha na tabia hii waache. Ninapenda kuwasisitiza wanataaluma wote wa famasi kufanya kazi kwa kuzingatia kiapo na miiko ya taaluma yenu. Ninalitaka Baraza la Famasi kusimamia kwa ukaribu swala hili ili kuhakikishia wananchi wa Tanzania huduma bora. Lakini kadhalika vyuo vinavyofundisha taaluma ya famasi navyo vizingatie maadili katika kufundisha na kuzalisha wanataaluma wenye maadili, weledi na ujuzi stahiki.